ulinicheka nikakaa kimya, moyo ulijua kabla sijajua. Hii kazi ya kukomboa au ningekuwa nimepewa mimi? Yaani wanaume wa ovyo kama nyinyi what? Yaani kungekuwa kuna mjadala hata wa kusema kwamba mngeukanyaga hata ule, yaani mngeukanyaga hata ile barabara tu, kwa sababu nyinyi ni wanaume wapumbavu, wapuuzi, msiokuwa na akili. Hebu twende. Kabla ya yote sio tunaenda sawa hapo ulipo. Ndo maana ukombozi hakupewa mwanadamu kama wewe. Angepewa kama wewe, nina imani hakuna ambaye angesalia. Wewe hapo ulipo na makosa yako, usiangalie kosa la kuzini kwamba eti yule kaacha mwanamke aenda kuchiti nje. Hilo sio, kuna makosa makubwa umeyafanya tofauti na hili. Leo tunaingilia wapi? Maana naona kama vile upepo leo umekubali wa mapema. Hapa sasa mimi nilikuwa naangalia hapa sasa, ili kusudi tusihangaike sana na upepo. Na kule hivi huwa kuna konda, kwa hiyo twende tu hivi tukapige kule nyuma kule kwenye konda, maana tujikinge na upepo. Ila tukienda huko hatutatega kabisa. Lakini kumbuka kule ndo kuna samaki. Haya, na hiyo hali unategaje? Huo upepo na umudu. Usiangalie samaki, angalia hali. Tofauti na katika mwaka huko hakuna samaki. Turudi nyumbani. Anyway, twende. Kwa sababu tumeshatoka nyumbani kwamba tunaenda kutafuta. Unajua nini mke wangu? Nilikuwa nimechoka maisha ya kulala chini. Umeona bana? Yaani nimechoka kabisa. Kumbe. Yaani kuna kaela na kaplani hapo. Nikikapata tununue godoro kabisa. Lile godoro la 45 kile linatosha. Hata ile godoro yenyewe 45 nalo hilo ni godoro milioni. Juzi tu nimekomba hela nikae kwenye kikomba ukanikatalia. Habari za godoro zinaingiliana nini na mimi maana mambo yangu. Asa wewe unataka godoro la shilingi ngapi? Hapo ulipo penyewe uko mama yako mgonjwa. Mara godoro la 45. Hivi ulinitoa mazingira gani? Mimi nakulalia godoro la 45 hapo nicheki mimi. Wewe kinao wewe. Ulikongecha ketu wewe. Sasa unaposema godoro la 45. Hata godoro la 45 magodoro kulalia siku mbili tu. Hayo nao ni magodoro. Ukutora nkema wawiza. Hakukutinki umoyo. Tuachane nayo. Tuongee swala la mama. Sasa hapo tunafanyaje? Siwende kwa mama Pili pale ukachukua hata ka 10,000. 10,000? Mimi 10,000 huyo mama atanipatia kweli mimi? Mimi huyo mama hizi kunipa hiyo hela. Yule mke wale, mbona ulinihari sana? Hivi mpaka niwe naongeaje ndio unanielewa mimi? Wewe ukiambiwa kitu ubishi. Mpaka nakulimeke au kwa kuwa nakupenda sana. Sikiliza nikwambie mume wangu. Hapa mume wangu nikwambie hapo mkononi umeshikana. Umeshika hizo funguo kabisa naziona. Kwa hiyo, hizo funguo za nini? Sasa pikipiki. Kutoka nyumbani unaenda kwenye boda huko. Ijiona urudi nyumbani hata shilingi 100 sioni. Hapo sababu naomba kanunulie godoro la 45. Mimi huyu sikai kwa kweli hapana. Mke wangu, kitu yenyewe ni ya mkopo. Nikisema kwamba niweke hata rehani haitoleta maana. Mimi naoni kwa nini tusiuze zile kuku? Achana na hizo mada, tuendelee na mada ya mama kwanza. Tujue tunafanyaje kuhusu unataka kuenda kule kumwangalia mama. Basi mimi kesho asubuhi nitajua cha kufanya. Najua pesa nitaitoa wapi, nitapata wapi ili niende kwa mama. Ila asubuhi ninaenda kwa mama kwa mgonjwa. Hata kama ni kwa miguu nitaenda. Na ukienda uko nakaa siku ngapi unarudi lini?
Njoo pakie ya. Zarau utaenda peke hivyo hivyo. Mbona umeniuliza hivyo? Hapa nataka niweze kujua huko anakaa siku ngapi. Maana nakuta labda nimetoka hata nimeenda kwenye shughuli zangu huko, kuna vibarua kiangoa nafika nakuta sipo nimefunga. Sawa. Nadhani pale inaweza nikakata siku tatu. Alafu narudi kutafuta pesa. Siku tatu mwangu mbona ndogo? Kama sikapata wiki mama kwanza muangalia hali yake. Maana yaani siku mbili tu usharudi. Sasa huko nikwenda kumuona mgonjwa au nikwenda tu kumchallenge. Mke wangu, mbona unanipangia? Haijawahi kutokea ukanipamba namna hiyo. Hapana, mume wangu sikia nikwambie kitu kimoja. Mzazi ndio kila kitu kuna maisha. Kwa hiyo unapoenda kule kumwangalia mama cha kwanza unakaa kwanza mpaka mama apate yani hali yake itengemae ndio urudi huku. Nafika tu huko siku mbili tatu na unarudi na kwa ipendezi. Mke wangu ndo nakupendeaga hapo. Kwenye ushauri, wewe ni balaa unatisha. Wasukuma wala tunajua kuchagua. Basi sawa, nimekuelewa sawa. Ila nikitoka usianze mambo yako. Mimi nitakufanyia nini? Haya. Ni ahidi sasa unakuwa unarudi na unakaa siku ngapi? Unataka nikae siku ngapi? Mimi nakwambia wiki. Kwa hiyo wiki utamaliza? Utafanya kama unavyotaka wewe sawa? Basta. Ulijua kabla sijajua, meno matamu mkono baridi. Mke wangu huyo baby. Nilikupa jina nikakupa nafasi, wewe ukabeba ukaenda mbali. Na mama, hii hali bana, hii hali sielewi kwanza. Ndio hivyo. Haieleweki hiyo, unapata kesi hamna. Unajua nini? Hebu ngoja kwanza nikate vitu vyangu kwanza hapa kidogo na kuja. Nilijua tu. Hauchelewi. Nilijua. Mwaka huu tukipokula watoto. Bahati sana. Na maana amekuwa chini.
Shwari. Kwema. Kwema. Nini? Umeshamaliza vitu vyako? Umekuwa chizi. Nini hicho kifanya? Hebu tuone nani. Ndio kuhusu hiki. Twende kama tunaondoka. Hata kama akinusa naomba tu niangalie. Au wewe kila kitu unataka uone ndugu yangu? Maana tuko kwenye safari moja. Sio safari moja, kila safari mpaka kila kitu ukione. Hamna. Wewe, hamna. Kuna vitu vingine havipaswi kuonekana. Hata kitu kama umekipata njiani au umekuja nacho kutoka nyumbani. Nimekuja nacho kutoka nyumbani. Kwa hiyo sio chako. Kwa hiyo tunaweza tukaondoka. Basi sawa. Isiwe kesi. Twende. Halo. 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 Hivi simu. Tafanyaje kweli? Kweli simu kweli jamaliza hata mwezi. Lakini sauti haitoki. Sijui shida ni nini. Haki ya Mungu. Sasa hapa nitafikaje sasa bila simu kweli? Kaka. Shida nini? Mbona hangaika hivyo? Acha wewe. Umenipigia simu sasa hivi. Haitoi sauti? Mara haiwaki vizuri? Yaani sijui shida nini kaka. Mbona inaonekana mpya? Hajapata hata mwezi. Sasa kama haijamaliza mwezi, tatizo lenu vijana. Mnaenda kuchukua vitu ambavyo vimeshatumika, unauziwa 1,500,000, kitu kimeshatumika hiki. Siri simu inaanza kusumbua. Hii simu ni housing tu, lakini mashine yake ni mbovu. Sikiza mimi nikwambie. Kuna tambo zinapatikana. Simu nzuri sana, Samsung. Mimi nimetoka kuchukua huko. Ngoja nikuonyeshe. Tuone hiyo simu. Unaona hii simu? Hii hapa. Simu mpya kabisa hiyo. A07 Galaxy. Inakopeshwa kwa bei nafuu kabisa. Kianzio cha 50,000 tu. Kaka kweli? Mimi natoka kuchukua sasa hivi. Acha usumbufu na hizo simu za kuokota hizo mabembele hizo. Kuna watu wanaitwa KM Digital. Wanapatikana kwa urahisi sana. Sasa kaka, naweza kuwapataje hao? Kama unawahitaji, namba zao sasa za kuwapata. Ndio. Ni 07. Andika sasa na hiyo simu yako ambayo ieleweki hiyo, au hata namba iweze kuandika. Kuandika ina shida. 07 50 22 15 46. Unajipatia kitu safi fresh, hakina hata usumbufu. Kaka, sasa hivi nataka niwapigie na mimi nichukue mzigo kama huyu. Kizuri zaidi sasa. Yaani wewe mpigie tu bana, mimi niko sehemu fulani naongea na KM, niko sehemu fulani nahitaji simu. Anakuletea yeye mwenyewe, umekaa hata kwako umelala analeta. Hapo sasa umewini. Usisahau sasa kunikumbuka. Utakavyofanya tu. Chanzo cha kwanza fika kwangu sasa. Kaka, hapo uji utakunywa. Haya sawa. Basi kwa safari njema. Haya. Ila mwana mimi unajua mimi sijaamini kama kwa hiyo kitu nimekitoka nacho. Kama ulikuwa umetoka nacho nyumbani kweli, mbona kimegeuza kama kuwa chizu na kiangalia na kishangaa kama umetoka nacho tokea nyumbani kweli? Hivi labda nikuulize kitu jamaa. Kwani wewe hiki kidude kinakuhusu nini? Sinakuuliza kinakuhusu nini? Kwa maana mimi yani hapa nafikiria namna ilivyokuwa na kuona, yani umegeuka kuwa chizu. Mbona dunda au ndio umekuwa kichani, unakishangaa. Yaani kama mtu unayepima jua mara udundishe chini, ucheke vipi? Ndio maana nimekaa kwa kimya kidogo. Hatimaye niulize au unipe tu nikiangalia na mimi na hivi kweli ni kitu cha kweli au ni cha ajabu sana. Nilinganisha na maneno na vitendo vilivyokuwa navifanya pale. Au nimekosea ndugu yangu? Sasa wewe umedai kwamba umeshakiona. Sasa kama umeshakiona, unataka ukione tena mara mbili tena. Kwanza umeshasema sio kitu cha umuhimu. Naenda kusikiliza tu, unaanza kuongea maneno mengi hadi nafikia stage sasa unaanza kunitukana. Unaona? Naona kabisa
tunakoelekea tunaenda kutukanana. Ndugu yangu, hiki kitu hakikuhusu, kwa hiyo kiache, hakikuhusu. Unaona? Yaani wewe tuongee tu vitu vingine, tuongee mambo mengine, tulivyotoka ziwani huko, hali ilivyotuchanganya na nini na nini, lakini mimi kuokota kidude changu hakikuhusu. Kama nimetoka nacho nyumbani au nimekiokota, hayo yote ni juu yangu, si ndio bana? Kwa hiyo wewe hakikuhusu. Wewe naomba uniache, tuongelee vitu vingine, na hisi utakuwa umenielewa. Basi siwe kesi chizi wangu, twende. Shapata kichaa, twende. Kwa ndo unaamua kunitukana, si ndio? Vipi mwa mtu, unaenjoy? Yes, naenjoy. Kweli au turudie mchezo? Ndio kweli. Lakini sasa kama unaenjoy like that, alafu bado namng'ang'ania ule mshamba, usimteme tu. Sawa, ile ni mwanangu, lakini hapa tu nimejikingia mvua. Na muda. Sasa mme gani ambaye hakutimizii majukumu yake kama mme? Sasa ukiangalia kama show kama hii, kwa yeye vipi anaziweza? Sasa tunajua tuna tabia za Wasukuma jinsi alivyo. Hamna lolote. Sasa ndo mtemi sasa uwe na mtu kama mimi. Cheki hata mazingira yenyewe hayo unavyolala. Mtoto mzuri kama wewe kweli ni wa kuishi maisha. Kwa yani mimi nikiangalia haya mazingira wewe ufai kuwa hivi. Ni vile tu yeye tulikutania tu huko akanichukua. Kisha hapa akasema kwamba ana kila kitu humu ndani chini. Baada ya kufika mazingira nikakuta ndio kama jinsi ilivyo. Lakini mwanzo nilimwamini kama ninavyokuamini wewe sasa hivi. Mama mtu. Sasa mimi utanifananishaje na yule boya? Kwanza mpaka hapo yule beach boy ashazingua. Mtoto mzuri kama wewe, chuma ya kwenda kabisa. Anakuletaje mazingira kama haya? Sawa, ndio fanya mpango nianike hapa mapema kabla hajarudi. Wewe uko tayari kuishi na mimi? Mimi hata sasa hivi unaona mimi muonekano wangu na kulala mazingira kama haya. Wewe ni unavyoona mu ndani unaangalia ni madiaba kamkeka haka. Basi hilo limeisha. Kwa hiyo usifanye meno matamu, mkono baridi, kwenye macho yako kulikuwa siri. Nilikupa jina, nikakupa nafasi, wewe ukabeba, ukaenda mbali. Sasa nimesimama macho wazi, nimeona mengi, nimejifunza wazi. Lakini mbali nikaona alama kwenye maneno yako. Nilijaribu tena nikashika moyo, lakini ukweli ulinikata roho. Wimbi la usaliti uliniacha chini, nikasimama tena. Wimbi la usaliti, wimbi la usaliti, sasa najua sitarudi tena. Barua zako sasa zimechoka, majina yetu yamebaki ukuta. Nilijenga nyumba kwa mikono miwili, wewe ukavunja kwa neno dogo.